Tanda mwimbaji hapa. Karibisha neno. Kweli katika Yesu tunahubiri. Ngoja tuende hii. Katika kwambia hapo. Tisini na mbili. Wokovu. Yesu jina hili linapita kila jina duniani pote. Yesu, Yesu. Tenda kwa ajili ya kukaribisha neno. Yesu jina lesi samani. Tenda vizuri. Yesu jina hili linapita kila jina duniani pote. Yesu, Yesu, Yesu jina hilo, jina hilo ni maramu hili. Jina hili, jina hili lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, 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 jina hilo, Bwana lanitia shangwe na furaha. Imba jina hili, lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, Yesu, jina hilo, Bwana lanitia shangwe na furaha. Si jingine jina dunia lenye nguvu, lenye nguvu kweli na uzima. Oh Yesu, Yesu, jina hilo waliloimbia malaika. Jina hili lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, Yesu, jina hilo lanitia shangwe na furaha. Jina hili lina wema, limejaza mbingu tangu mwanzo.
Yesu, Yesu, jina hilo litaimbwa duniani kote. Jina hilo, jina ni lenye nguvu la kuondoa dhambi zangu. Yesu, 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 jina hilo, jina hilo lanitia shangwe na furaha. Sitaweza kusahau Yesu, jina lake ni wokovu wangu. Yesu, 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 nitamwona uko kwake tena kwa furaha. Jina lenye nguvu ya kuondoa dhambi zote. Yesu, Yesu, jina hilo, mimi lanitia shangwe na furaha. Iyo jina hili, lenye nguvu ya kuondoa dhambi zangu zote. Yesu, 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 jina hilo, mimi lanitia shangwe na furaha. Tutasimama kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Toka hapo. Mama, wende kwa hivi. Tunasoma Mathayo mtakatifu sura ya 19 kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Mathayo 19 mstari wa 1 hadi 8. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Amen. Tunaomba. Yesu Kristo, Mungu wa kweli, maneno haya wakati
ukiyatoa Bwana alichanganya watu, wakafikiri labda umempinga Musa, labda yale ambayo Musa alinena kwamba uliyavunjavunja na kuonyesha kwamba si neno. Lakini haikuwa hivyo Yesu, bali ilikuwa ni swala ama changamoto ambalo lililokujia kuhusu swala la ndoa na talaka, kama ilivyomfikia Musa na yeye kipindi chake. Tunakushukuru Yesu kwa kutupa hii nafasi, ili angalau Baba, kwa muda huu mfupi ambao utakao kwenda kutupatia jioni ya leo, tukaweze tena kusikia kile ambacho umekusudia jioni ya leo. Maana Baba, watu wengi walikuwa katika matarajio waliposikia habari zako kwamba utapita katika mji fulani. Watu walifurahi, walikuwa na hamu ya kusikia maneno yako, na sisi jioni ya leo tuna hamu ya kusikiliza maneno yako kupitia mjumbe wa wakati. Ondoa kila kibinadamu, ondoa ujuaji, ondoa Yesu Kristo ujinga ambao Baba uko kinyume na neno, bali tunahitaji Yesu Kristo Roho Mtakatifu akaweze kunena jioni ya leo kupitia mwanadamu, na ambaye tayari umenena kupitia Branamu. Acha basi jioni ya leo tukaweze kwa uaminifu kwa kunukuu kile ambacho ulikusudia kwa ajili ya swala la ndoa. Tunaweka yote mikononi mwako, tukiamini utabariki usomi wa neno kwa ajili ya utukufu wako Baba. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo, amen. Na wasalimieni jioni ya leo tena na kuwakaribisha katika jina Yesu Kristo. Kwenda kuchapa. Nashukuru Mungu kutupa hii nafasi kwa ajili ya kusikiliza neno. Neno ambalo tutakwenda kusikia leo, nafikiri tushajifunza, sio kwamba tena tunaanza mwanzo, hapana. Tunarudilia tena kwa ajili ya kuweza kuelewa zaidi na zaidi, kwa sababu sehemu moja ambayo unaweza ukawa umesoma jana ukawa umeacha vingine pale pale kwenye ulisoma, lakini baada ya siku zingine tena ukiparudilia unapata ufunuo mwingine, au Mungu anakuelewesha kwenye swala lingine. Kwa hiyo ndio maana tunakwenda kusikiliza tena neno letu la jioni ya leo. Tutakwenda kujifunza zile agano mbili ambazo zilikwenda kufanyika pale mwanzoni. Maana kwa agano la kwanza ambalo lilikuwa la Adamu na Hawa, la mme mmoja na mke mmoja, lakini baada ya maanguko, alipofika kwenye Mwanzo sura ya 3 kukawa maanguko. Branamu anasema ikawa agano maradufu, yaani ikawa sasa ruhusa ya mwanaume mmoja na wanawake wengi. Nasikia vizuri? Hiyo ilikuja baada ya maanguko, lakini Yesu hapa alisema kwamba tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ndio ambayo tutakayokwenda kujifunza, na kwa ajili ya kusaidiana, kwa sababu ni safari. Kwa mmoja anaweza akawa naishia hapa, naelewa hapa, na mwingine pale, na mwingine pale. Sasa yule ambaye labda kingali nyuma, inaweza kumsaidia popote alipo na wala hajawahi kuvisikia, lakini kupitia ya mahubiri akapata kitu fulani, hata kauelewa kadogo, ambako na sisi Mungu ambao amekwenda kutupatia kakamsaidia, au labda ameshawahi kuvisikia na anavijua, hakuna shida. Unasikia vizuri eh? Kwa sababu kwa Mungu hakunaga speciality kwamba wewe ndio unamaliza kila kitu, hapana, ni kidogo kidogo. Na ndio maana tuko na vidole vitano. Unapoona hivi vidole hapa, vyote haviko sawa sawa, lakini vyote vinaforme mkono. Unasikia vizuri? Huu kidole gumba kina kazi yake, hiki kingine kina kazi yake, hadi haka kamwisho kana kazi yake, na huku hivi tena kuko kucha iko na kazi yake. Kwenye hii kucha, kwenye hii vidole tena kuko na mapwale. Unasikia vizuri? Vyote vina kazi. Kwa hiyo inategemeana ni wakati gani hiki kidole kitafanya kazi, au kidole ngumba kitafanya kazi. Unasikia vizuri? Na ndivyo ilivyo hata kwenye mwili wa Kristo. Huko ambaye ni kidole gumba, mwingine ni kidole hiki cha mwisho, le petit doigt, l'annulaire kama wanavyoita ile Wafaransa wasomi, na kadhalika. Kwa hiyo vyote vinafanya kazi
kwa wakati ambapo Mungu au mtu mwenyewe anachagua. Lakini hivi vidole hakuna ambacho kina wivu na kidole kingine. Ushasikia kuko kimoja kina wivu, hiki kifanya kazi, hiki kinakasirika, lakini vyote viko mharmoni. Hiki kifanya kazi kina support huyu, naye ana support huyu. Hiki hakiwezi fanya peke yake, kwa sababu hapa hivi kuko maunganisho ambayo yanaweka haya yote. Tunasikia vizuri? Na mishipa nayo ili ifanye kazi, kuko mishipa ambayo iko hapa na mfupa ambao unaunganisha hapa ili ifanye hivyo. Na pamoja na hii kuko servo yenye inatuma ifanye hivyo. Mimi nikikatala haitafanya kazi. Tunasikia vizuri? Servo isiposema kidole ifanye hivi, haitafanya kazi. Na ndivyo ilivyo katika mwili wa Mungu. Mwili wa Kristo ambaye ni kanisa. Mungu anatumikisha watu tofauti, lakini wote wakiwa wanasimamia kitu hiki kimoja. Lengo iwe hii, ijapokuwa tutakuwa na viungo tofauti katika ule mwili wa Kristo, lakini tuwe centre, tuwe concentre, tuwe tumejengwa kwenye msingi mmoja. Lakini sasa leo kama haya yote yanaanza ibuka, ni kuona watu wanaanza kwenda visivyo. Roho Mtakatifu anasema twende mashariki, wengine wanaanza enda magharibi. Ndio unakuta sasa kunakuwa alarme, kunakuwa lalamiko, kunakuwa sauti ambayo inapiga kelele kwamba rudieni huko mnakokwenda magharibi, sio njia. Nasikia vizuri? Ndio kwenye tutaenda angalia double alliance au agano ya maradufu au mara mbili ambayo Mungu alisema ilikuwaje. Nafikiri tulishaga isema kipindi cha nyuma au mwaka jana wakati tulipoongea habari za ndoa na talaka, lakini leo tumeona tena vimeibuka. Ndio maana nilisema siku ile kwamba inategemeana na vile mtu anavyoona ujumbe na kisha anavyoelewa. Mie kwa upande wangu, kwa gisi nilivyofunzwa, gisi tulivyofundishwa ndoa na talaka na vile nabii anavyokwenda kusema, kwa upande wangu mimi sioni kama ndoa na talaka kama somo ya ndoa na talaka kama ni ngumu. Mimi sionaki kama ni ngumu. Lakini kama inakuja ugumu, kama leo ndoa na talaka inaonekana ni ngumu hii hapa. Kama inaonekana ni ngumu, ni kwa sababu leo tunakuwa na watu ambao wanaifasiri selo intere yao. Watu wanafasiri ndoa hii na talaka kulingana na faida zao. Tunasikia vizuri? Ukiangalia wote ambao wanafikia kuoa wanawake wengi, je, wakati walikuwa bado wako, kwa mfano mimi niko pamoja na wewe, hivi kuisha kwa wazo ya kuoa mwingine? Lakini baada ya mafanikio, wanapata mafanikio na ujuzi mwingi wa neno, wanajua, wanaanza sasa kufanya nini? Kubadilisha yale ambayo walikuwa wanatetea miaka ya nyuma. Si hatujakataa ufunuo. Branham alisema na ufunuo wote ambao utakaokuja inabidi uambatane na nini? Na maandiko. Tunasikia vizuri? Uambatane na maandiko. Si hatujaweka nukta, tunaweka mkato. Lakini ule mkato ule usio wako wa akili. Uwe mkato ambao nabii anasema, kwa sababu ujumbe wa nabii haujajipinga. Tunasikia vizuri? Ujumbe wa nabii haujajipinga. Kama nabii alisema mariage et le divorce, le mariage et le divorce au ndoa na talaka, ina maana kuna sababu. Wakati gani ndoa na wakati gani talaka. Unasikia vizuri? Ndo neno la nabii, ndo ujumbe wakati ambao unavyosema. Ndio maana nabii alihubiri ndoa na talaka. Ndoa wakati gani na talaka wakati gani? Sasa nafikiri hatuko wageni kwenye somo hili, tushaga isoma, tushajifunza kwa maneno mengine. Nabii akatuambia mambo mengi sana kuhusu ujumbe huu. Nabii alituambia hivi, kama vile rapele, kama vile kukumbusha yale ambayo tuliwahi kujifunza, kwa sababu neno la Mungu aliishagi kila wakati linakuwa hivyo hivyo. Na katika mahubiri yote, hakuna mhubiri ambaye anaweza akaanza mahubiri kuanzia mwanzo hadi mwisho akose kuongelea swala la ndoa.
siaonaka huyo mhubiri. Lazima bora hata atoe mfano, kwa sababu hapo ndo kuna mwanzo wa kila jambo. Leo kama tunafikia kuanguka, tunafikia kuwa na watoto na kuzaa na kuoa, ilianzia wapi? Mwanzo. Nabii akasema tout a commencé où? En Genèse. Yote alianzia wapi? Mwanzo. Wapagani walianzia wapi? Mwanzo. Wakristo wa kweli? Mwanzo. Urembo, uchawi, kila kitu akikwanza leo kilianzia wapi? Kuoa wanawake wengi wapi? Mwanzo tu. Branham anasema yote yalianzia wapi? Mwanzo. Na ndio maana nabii aliita kitabu cha Mwanzo eti kwamba ni kitabu cha mbegu. Angalau kitabu cha Ayubu ndo cha kwanza kuliko kitabu cha Mwanzo, lakini Branham alisema kitabu cha Mwanzo ndo kitabu cha mbegu. Yaani kila mbegu ambayo tunaiona leo ilianzia wapi? Mwanzo kule. Concubinage, kama leo tunaona wafrere wanaenda oa na kuruhusu wengine waoe, ilianzia wapi? Tunasikia vizuri? Sasa kule kuanzia mwanzo, je, ilikuwa ni mapenzi makamilifu ya Mungu? Ndio kwa tunataka tuangalie ilikuwaje. Tunasikia vizuri? Sasa nabii alituambia hivi hapa, hii ambayo tulitoka kusoma hapa Mathayo 19 mstari wa kwanza hadi 8, tungeenda hadi 9 lakini tulishia 8. Ni wakati Mafarisayo walienda kumuuliza. Hawakumuuliza kwa niaba eti wajue. Tunasikia vizuri? Biblia yenyewe ndio ilisema walienda kumjaribu ili wasikie kila ambacho atakachosema. Na kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu, tayari alikuwa shajua watauliza nini na watafanya nini, kila kitu. Kwa hiyo aliwapa dozi kulingana na swali yao. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo walipewa dozi, walipewa jibu kulingana na swali yao, hata kama iliwajia vigumu ya kutokuelewa, lakini aliwapa jibu. Wakamuuliza, je, ni halali kwa mwanaume kumwacha mke wake ama kwa kuandika hati ya talaka kwa sababu yoyote? Tunasikia vizuri? Kwa maneno mengine tuaktualize sasa, tuweke kama leo. Mie na wewe, je, niko na sababu yoyote ya mimi kuachana na wewe na kukupa hati ya talaka eti kwamba leo, tangu leo wewe hauko mke wangu? Je, kuna hiyo sababu? Ndio yenye walimwendea hiyo. Tuambie. Yeye akaanza waambia, je, nyinyi mkusoma tangu mwanzo? Mwanzo moja ilisema aje? Aliumba mtu mume na mwanamke, mwanaume na mwanamke, na huyo walipooana hawakuwa wawili, walikuwa mwili mmoja. Si ni kweli? Eva alitoka wapi? Si kwa Adamu? Si mwili mmoja? Tunasikia vizuri? Kwa hiyo alichounganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Kwa hiyo ndugu yeyote, dada yeyote, mchungaji yeyote ambaye yuko kanisani kwa ajili ya kutenganisha ndoa, huyo ni shetani, kwa sababu maandiko inakataza. Na Waebrania 10 na ngapi ile, kama Waebrania 3 ama ngapi ile, inasema kwamba na ndoa na heshimiwa na watu wote. Tunasikia vizuri? Wakamuuliza swali, sasa mbona Musa alisema aliruhusu watu waandikie wake zao talaka? Ni kweli Musa aliwaambia wafanye nini? Awape aandikie mke wake hati ya talaka, lakini tangu mwanzo haikukua hivyo. Tuko pamoja?
Sikia hapa inavyosema, jinsi Musa alivyosema. Tunaenda Agano la Kale, sawa? Usikie Musa alivyosema, kwa sababu ndio kwenye walijirefere Mafarisayo, ndio kwenye walirudilia hapa. Anasema hivi, Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa kwanza inasema hivi: mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake. Tunasikia vizuri? Umeelewa hapo? Narudilia, fate vizuri, kwa sababu ndio kwenye walimuuliza Yesu, wewe unasema eti kama aliyewaunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Mbona Musa alianza ambia watu waanze tengana? Mimi nikiona kosa kwako wewe, unasikia huko ambaye nifurahishi ni kufuku. Musa ndo aliandikiana hivyo. Ndo hapa anasoma hapa, mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, yani mwanaume akioa mwanamke, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake. Unaona, ameona jambo baya kwa nani? Kwa yule mwanamke. Baada ya kumuoa ye kukaa ndani, tunasikia vizuri, anaanza kuona ule mke ana matendo mao. Musa alisema aje? Amwandikie unasikia huko? Mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake, na kumtoa katika nyumba yake, na kumfukuza. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Ule mwenye alitalikiwa akipata mwingine wa kumuoa afanye nini? Aolewe. Unasikia Musa? Hii ndio ilikuwa neno ya wakati wa nani? Je, itafanya kazi leo? Na ndio maana hii Biblia hii kila siku niko nasema hii ni mwitu, ni fore equatoriale. Hiki ni kitabu cha manabii, haiko kitabu cha wapastere. Tunasikia vizuri? Ona gisi, na ndio watu wale ambao waelewi maandiko niko naonaga wang'oa vijana hivi kule Facebook. Wanachukua andiko kama hii wanabandika, wanachukua ingine ambayo kama vile na contradire wanabandika. Wanaanza sema sasa, hapa Biblia ilisema, Suruani ilijipinga. Ndio kwenye wanatoaga maandiko haya. Yesu alisema hivi na Musa alisema hivi, mu Biblia hii moja. Ni Biblia mbili hizi. Si ni ile moja? Kwa hiyo inajipinga? Yaani mkila neno ambalo nabii wa Mungu anaposema, kuko sababu. Mkila neno la Mungu ambalo mjumbe wenu anapotumwa akinena, akitamka kitu, kuko sababu. Wewe ukiona kama hata uone kama vile iko nataka pingana na mtu fulani, kuko sababu ya yeye kusema vile. Utasikia Branham anavyosema. Tunasikia vizuri? Hii kingali Biblia hii. Samahani, ngoja niweke sawa. Sheria kuko naelewa? Okay. Nairudilia tena. Mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, talaka yani, akamtilie mkononi mwake, na kumtoa katika nyumba yake, amuondoe. Tangu leo wewe hauko mke wangu.
kama gizi ninavyoona wapagani wanavifanya kwa mitandao, nakupa talaka 3, kama vile anamwandikia. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, yule mwanamke anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Anaruhusa, tunasikia. Na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hata ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena, akiisha kutiwa unajisi, kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo usiitie dhambini nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Tunasikia huko Kumbukumbu la Torati 24:1-4. Na akasema hivi Musa, yule mke ambaye alienda ruhusiwa kuoa baada ya kutalikiwa na mume wake wa kwanza, sawa, yule mume wake wa sasa akifa, nasikia vizuri, au yule mume wake wa sasa akimtaliki tena yule mwenye alitalikiwa kwa mume wake wa kwanza, nasikia vizuri wewe ambaye ulikuwa mume wake wa kwanza ambaye ulimfukuza, hauna haki ya kumrudilia yule mke wako ambaye ulimtaliki, ambaye alikuwa shaolewa na mwanaume mwingine, hata kama yule mwingine alimfukuza tena. Yaani yule mwanamke iko divorce, maana hii amefukuzwa na wanaume hawa. Wewe wa kwanza, wewe ambaye ulimfukuza kwa sababu uliona kwamba iko na maisha ya maovu kwako, hakuheshimu na kadhalika, tunasikia vizuri, hauna haki tena ya neno kumrudilia, kwa sababu ukienda kumchukua unaleta unajisi wapi? Kambini, kwenye nchi ya Mungu, kwenye kunaishi watoto wa Mungu, au unajichafua. Ni machukizo, kwa sababu tena yule sio mali yako, ni ya ule mwanaume wa sasa. Unasikia vizuri? Au amekufa au yuko hai, hauwezi tena kumrudilia kwa sababu haiko wako tena. Tunasikia Biblia hiyo. Tuko pamoja? Sikia sasa ufunuo wakati wa leo sasa. Branamu anasema hivi, ndoa na talaka 57, nabii anasema hivi, andiko gani? Ile ambayo tumetoka kusema tuangalia hapa, ni andiko gani? Je, ni halali mtu kumwacha mkeo kwa kila sababu? Hii andiko ya Mathayo 19, sawa? Nabii anasema hivi, sikia hapa. Andiko hili, swala hili lilimkabili Yesu mwanzoni kabisa mwa huduma yake. Pia lilimkabili Musa mwanzoni kabisa mwa huduma yake. Unasikia vizuri? Ilikuwa changamoto, yani kwa maneno mengine, alipata changamoto kwenye huduma ya kwanza ya nani, ambayo Yesu alianza kuhudumia kule Yerusalemu ama Israeli. Pia Musa naye ikawa ni changamoto kwake. Unasikia vizuri? Pia lilimkabili Musa mwanzoni kabisa mwa huduma yake. Ni swala la mbele kabisa katika mioyo ya waamini. Unasikia vizuri? Ni swala ambayo inakuaka ndani ya mioyo ya waamini. Ni changamoto kwa maneno mengine. Unakuta mtu alikuwa mpagani, aisha jichafua, aisha oa na kufukuza, aisha kuwa hivi na vile, busharati buisha mumiza.
Ni maswali. Mungu anasemaje kuhusu ndoa? Ndio kilianza kumsumbua Musa. Watu walikuwa shaanza jichanganya. Imekuwaje? Tuko pamoja? Ni swala la mbele kabisa katika mioyo ya waamini. Mwenye dhambi ajali, nasikia huko, lakini kwa ajili ya waamini, kwa sababu mwamini anajaribu kutenda yote ambayo anajua jinsi ya kutenda, kuishi sawa mbele za Mungu. Kwa hiyo swala lolote likija juu ya dini, basi jambo la ndoa na talaka hujitokeza. Kwa nini? Kwa sababu ndilo chanzo cha dhambi ya asili. Nasikia vizuri? Dhambi ya asili ni nini? Ndoa na talaka. Hapo ndipo dhambi ilipoanza, na hiyo ndiyo sababu linaletwa kila wakati, kwa sababu ndicho chanzo cha dhambi hasa. Si ni kweli? Unaweza ukaongelea vya utajiri, vya pesa na nini, kuwa na nyumba nzuri, lakini unakuta watu kama wanakwama ni ndoa. Ndoa inakwamisha wengi, kwa sababu ndio chanzo cha nini? Cha dhambi. Sawa? Sikia na tunaenda 63. Ndoa na talaka tu. Branham anasema hivi. Tunaenda polepole leo, tuelewe vizuri. Nabii anasema hivi, ni dhambi ya asili, na hiyo ndiyo sababu linaulizwa wakati tukio lolote kuu linapokuja kutoka kwa Mungu. Karibu jambo la kwanza, vipi kuhusu ndoa na talaka? Nasikia vizuri? Hata mimi wakati niliamini nilikuwaga nauliza hii swali, Branham anasema aje kuhusu ndoa? Ndoa inakuwaka aje? Nilikuwa nauliza mimi. Kwa sababu gani? Ndio dhambi ya asili. Kujua sie tumefikafikaje hapa ili tuwe watu, ilikuwaje? Sasa kama ilivyo daima, bado ni swali miongoni mwa watu, kama ilivyokuwa katika nyakati za Yesu. Maana nabii tena anarudilia, kama ilivyokuwa katika nyakati za Musa, siku zote imekuwa hivyo, na ndivyo ilivyo hata wa leo, hata leo. Swala miongoni mwa watu, kwa sababu watu wanataka kujua ukweli ulipo. Watu wanataka kujua kweli ya ndoa na talaka iko wapi. Lakini palipo na swali lazima liwepo jibu. Na sasa likiwa jibu, kama nilivyosema hapo kabla juma hili, lazima kuweko na jibu sahihi. Je, ndoa na talaka haina jibu sahihi? Je, wangapi wanasuluhisha hii swala ya ndoa na talaka na wapate jibu sahihi? Unakuta wengi wanaenda kuanguka kuwa na wanawake wengi. Je, kuwa na wake wengi ndio kuwa na jambo sahihi? Ndio jibu ambao nabii alisema? Eti kwa kumaliza uzinzi ni kuwa na wanawake wengi? Je, tunaoa kwa sababu ya uzinzi? Na kama tukipata jibu kwa kitu chochote nalo si sahihi, basi tunajua kwamba ni kosa. Lakini lipo bado ungeliuliza mpaka swali la kweli lijibiwe, kama unataka kujua kweli, kama unataka kujua ukweli. Na kwa kuwa hili ni swali la Biblia, sharti liwe jibu la Biblia. Tunasikia vizuri? Na kama nilivyosema, na kama nilitaka kwenda mashariki asubuhi hii, na kwa yote ambayo nimejua hili, inibidi kutafuta kitu fulani shambani, na kilikuwa moja kwa moja mashariki, nami nilikwenda mashariki. Mtu fulani akasema, ndugu Branham, hii ni mashariki. Ni mashariki kwa kuwezekana, lakini ni kaskazini mashariki. Unasikia vizuri ha? Na bia anatoa mfano kama huu.
Wanichore hapa globe terrestre. Mashariki huko, magharibi, noro huko na south huko. Nabii anasema hivi, kama yeye alikuwa yuko hapa, yeye Branham yuko hapa na anaelekea mashariki, ataenda huku ama anapanda hapa, huku ndo mashariki. Anapaswa apande kule kwa sababu ndo mashariki. Lakini Branham anasema hivi, kama mtu mwingine atakuja kumwonyesha lakini ni mashariki, nabii anasema hivi, mtu fulani akasema, ndugu Branham, hii ni mashariki. Ni mashariki kwa kuwezekana, lakini ni kaskazini mashariki. Sasa mwingine anaweza akasema, Branham, hapana, mashariki ni huku ama ni hapa katikati hapa, eti hapa ndo mashariki. Branham anasema hivi, kwa uwezekano ikawa ni mashariki, lakini haiko mashariki, ni kaskazini mashariki, yaani ni katikati, ni sehemu ya kaskazini tena sehemu ya mashariki. Sasa yeye alisema anaelekea mashariki. Ina maana jibu yoyote ambayo itakayotoka ndoa na talaka haitakiwi iwe jibu ya pepre ambayo inakaribia kuwa kweli. Hapana, kwa sababu ni swali ambalo liliulizwa kutoka ndani ya Biblia. Na nabii anasema kwamba na kwa sababu ni swali ambalo limetoka ndani ya Biblia, lazima jibu itoke mu Biblia. Jibu lenyewe litoke mu Biblia. Isiwe nusu, isiwe katikati hapa eti kwamba ni kaskazini na mashariki. Hapana. Branham anakatara hivi. Ningepita kitu kile nilichokuwa nikitafuta, ningerudi nikijua nilikosea. Na kama mtu fulani alisema, ndugu Branham, nenda upande huu, mkono wako wa kulia. Sasa huko kwa uwezekana ni mashariki pia, bali ni kusini mashariki, kitu kama hicho. Hakuya huku, Branham ungeenda huku. Branham anasema ingewezekana kweli huku ni mashariki, lakini naona huku ni intervale ya nini, ya mashariki na kusini. Sasa yeye anataka apate kitu kia anatafuta kiko wapi? Mashariki hapa. Ndo kwenye kuna kitu ambacho yeye anatafuta akipate. Sasa mwingine akimwambia, hapa ndugu Branham, hapa ndo kuko kitu chako ambacho unatafuta. Branham anasema yawezekana ni hapa, lakini hapa ni kaskazini mashariki, na hapa ni mashariki kusini. Sasa yeye kitu chenyewe kinatafuta yeye kiko moja kwa moja wapi? Mashariki, sio muintervale. Kwa hiyo jibu sahihi ya ndoa na talaka haiko ya katikati, ni jibu ambayo inaenda moja kwa moja hivi, inanyoroka. Unasikia? Nabii anasema pia, bali ni kusini mashariki. Ningepoteza kitu nilichokuwa nikitafuta, kwa sababu nimepita mipaka ya njia kamilifu na ya moja kwa moja. Unasikia huko? Sasa kama hivyo ni kweli, tunasikia vizuri. Nabii anataka ingia sasa kwenye somo. Alitaka kutoa mfano, sawa, kuonyesha hapa kuhusu ukweli uhalisi wa ndoa na talaka. Sio kwenda kushoto ama kulia, ni kuenda moja kwa moja kuhalisia. Huyu mtu anaweza akasema jambo fulani, si ni kweli? Huku sikuko mashariki, lakini huko mashariki ni 50%. Ni 50% kwa sababu gani? Tena kuko ingine 50% ya wapi? Ya kaskazini. Huku kuko 50% ya mashariki, sawa, na tena kuko 50% ya kusini. Sasa yeye nabii kitu ambacho anatafuta ni 100%.
ambayo iko wapi? Mashariki. Haiko kaskazini wala kusini. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Nitaambia alitaka kutoa mfano wa kawaida ili aje atuonyeshe sasa kile ambacho kipo na ambacho kiko ndani ya watu wanavyofikiria. Sawa eh? Anataka akionyeshe na kuonyesha kwamba zile wazo ambazo hao watu wamejaribu kumwonyesha, sawa, zina ukweli nusu. Tunasikia vizuri? Kila sehemu iko na 50%, huku 50%. Sasa yeye iko katika, haiko kushoto wala kulia. Ukweli uko katikati, kwa sababu ukweli uko hapa kwenye 100%, sio 50%. Basi angalia huko. Tuko pamoja? Nataka tuanze hii base kidogo, ili tukifikia huku tuje tuelewe kwenye ilifikia hadi ukawa aliansi ya kwanza ya pili hadi watu walivyoendelea kuanguka. Nabii anasema hivi: ningepoteza kitu nilichokuwa nikitafuta, kwa sababu nimepita mipaka ya njia kamilifu na ya moja kwa moja. Uwe unanifuate, ufuate vizuri. Nabii anasema hivi: sasa kama hivyo ni kweli, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka. Tuna itikadi. Kwa hiyo huo mfano ambao alitoa hapa zilikuwa nini? Zilikuwa itikadi si ni funzo, si mafundisho, si ni wazo la mtu fulani ambalo anaweza kuja kukuambia, anaweza akakushirikisha na wewe ukaona kama vile ni nzuri, lakini ni sehemu ya uzuri. Lakini sasa sisi tunahitaji 100%, kwa sababu hizi itikadi mbili ambazo nabii atakwenda kuzisema hapa ni sehemu ya ne. Lakini sasa si hatuchukui sehemu, tunachukua 100%. Ndio maana nabii alisema kwamba zote zilifaa nini? Zilikuwa zinasema unasikia? Zote zilikuwa zimekosea, kwa sababu yeye Branham anaenda mashariki, aendi kaskazini mashariki, wala aendi kusini au aendi mashariki kusini. Yeye anaelekea moja kwa moja wapi? Mashariki. Tumeelewa huo mfano? Na anasema hivi, kama hiyo ndo kweli, sasa tuna itikadi ngapi? Mbili. Agano la maradufu ama la mara mbili. Dogo ndio ichukulia makape ni mzuri. Tulete ya black. Chana nifuata vizuri. Sawa, tunaingia sasa pointi ya kujua hizi pointi hapo mbili zenye nabii alisema. Sasa kama hivyo ni kweli, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka. Ni 66. Tuna itikadi hizo mbili. Wai dogo. Tuna itikadi mbili za nini? Za ndoa na talaka. Itikadi mbili. Itikadi au mawazo mawili. Moja hapa. Moja inasema aje? Tushaga viona. Tunarudilia tu kwa ajili ya kupata msingi. Nazo ndivyo ilivyo. Si kama ile tuliona ya mashariki kaskazini na mashariki kusini. Sawa? Branham akaja kuingiza sasa mkiroho kuhusu ndoa na talaka, jinsi watu wanavyoshikilia. Kama hivyo ni kweli, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka. Nazo ndivyo ilivyo. Mojawapo husema ya kwamba, sikia moja. Ya kwanza inasema aje?
mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa. Mwanaume anaweza kaoa, yaani kuoa mara moja tu. Wazo la kwanza juu ya ndoa na talaka, kwamba mwanaume, kuko watu ambao wanashikilia hivi kwamba mwanaume anaweza akaoa katika maisha yake yote, hawezi kuoa mwanamke mwingine isipokuwa yule ambaye alimuoa tu, ule wa kwanza. Tunasikia vizuri, si ndio? Nabii anasema wazo moja hii ambazo zinaongelewa kuhusu nini? Ndoa na talaka. Mwizi wazo ambazo zinatoka ndoa na talaka, huku wamoja ambao anashikilia kwamba mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe Tunaelewa? Niexplique kwanza, unaelewa aje? Mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa. Point. Kama vile mtu ndo anakuja kukuuliza sasa, niambie dada, hii nabii yenye alisema kwamba iwazo mbili za ndoa na talaka, hii ya kwanza mwanaume anaweza akaoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa. Branham alitaka kusema iwazo ya hii ya kwanza ilitaka kumaanisha nini? Mtu kwa mfano akikuuliza hivi, utamjibia aje? Mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mke wake amekufa. Ndio utamjibia aje? Kuoa mara moja tu. Hapa kuja kuwa kaya Mathayo hapa. Hapa nabii kwanza anatoa wazo za zile itikadi watu gisi wanavyoshikilia. Si ndio na sisi tunaamini? Sikuoa mara moja tu isipokuwa mke amefanya nini? Amekufa. Sasa wewe muelezee sasa, akikuuliza hiyo swali utamjibia aje? Kwa sababu nabii anasema kuko itikadi hizi na hizi itikadi mbili zimefanya nini? Zimekosea. Sasa kama kwa mfano sasa hii imetokea hii mara moja tu isipokuwa mke awe amekufa, ni aje? Nauliza hivi, kwa mfano mtu akitaka anakuuliza swali kama gisi tunavyojifunza hivi wazo mbili, hizi itikadi mbili. Sinabii hapa anasema hivi, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka. Sawa? Nazo ndivyo ilivyo. Mojawapo husema mzile itikadi mbili, ya kwanza inasema hivi. Mojawapo husema ya kwamba mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa. Yaani yule ndugu ambaye atakayeoa mke wake ana haki ya kuoa mwanamke huyu tu wakati iko isipokuwa mke wake au amekufa. Ina maana sasa ndio nilikuwa nataka kwa sababu nitatoa maana. Na swali sasa, mtu akitaka kujua dada, hii nabii kwa mfano kama haielewi, sasa hii nabii wazo alitaka kusema hizi itikadi mbili, hii ya kwanza mbona sielewi? Branham alitaka kumaanisha nini kama aliposema hapo mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa? Branham alitaka maanisha nini? Nakupa mfano. Mie na weye si tunaoa mara moja tu, sawa? Isipokuwa wewe ukifa ama mie nikifa, sawa? Si ndio naruhusiwa kufanya nini? Kuoa ama kuolewa. Sasa uelezee sasa alitaka maanisha nini?
Haitaka kumaanisha nini? Jibu iko simple tu. Yes, mimi nauliza, mimi hivi najiweka kama mtu mwenye anauliza weye, kwa sababu ndio uko nasikia neno. Na mtu akikuuliza hiyo swali unamjibii. Kwa sababu sio ya kwanza hii, tushaifundisha. Ngoja nikuonyeshe, kwa sababu nilitoa huu mfano wa hivi. Hapa sijui kama utaelewa. Huku ndo este, huku nord, sud, west. Branham akasema yeye iko hapa, anaelekea wapi? Este. Si ndo 100% huku? Ndo kwenye kuko kitu ambacho anatafuta huku. Sasa mwingine anatokezea hapa, anasema hivi, Branham, hiki kile unataka kutafuta hapa kuwapa mashariki, kiko wapi? Mashariki iko hapa. Unaona kisi naweka mkuki eh? Branham anasema hivi, inawezekana ikawa mashariki. Sawa eh? Lakini sehemu yenyewe sio pale ambapo mimi nakuelekea, kwa sababu hapa ni kati ya kaskazini na mashariki, ni katikati. Lakini yeye anataka moja kwa moja wapi? Mashariki. Huyu naye anatokeza hapa. Eti hapana, Branham, haiko huku. Ukweli ambao unatafuta ama kitu ambacho unatafuta kiko mashariki na kusini. Branham anakuja kuangalia, ni kweli inaelekea mashariki, lakini naona kitu chenyewe kiko kati ya mashariki na kusini. Ina maana iko katikati, 50%, 50%. Sasa yeye anatafuta kitu cha 100%. Yaani kwa mfano kama anatafuta simu. Kwa mfano unasema eti simu iko hapa upande wa kuelekea mashariki, ndo kwenye kuko simu ambao unatafuta. Sasa mwingine aje kuambia hapana, simu yako iko hapa. Branham anasema inawezekana ikawa kweli, lakini simu yenyewe lokalite ama eneo yenye haiko inavyotakiwa kama gisi nilivyoiacha ama nilivyoambiliwa kwenye nitaikuta. Sasa hapa sio sehemu halisia, ni sehemu ya kweli. Hapa nako ni sehemu ya kweli, kwa sababu kusini na mashariki inachangia hapa, kaskazini na mashariki inachangia hapa. Sasa yenye Branham anatafuta sio kuchangia, anataka ya moja kwa moja wapi? Mashariki. Tunasikia? Ina maana yeye kwa kupata simu yake hataki njia za mikato. Kwa maneno mengine, anataka moja kwa moja naenda akachukue kitu chake ambacho anachokihitaji. Ndo hapa kwenye alienda sema. Sikiliza tena, tuirudilie tena. Na kama nilivyosema, kama nilitaka kwenda mashariki asubuhi hii 65 paragraph 65. Si ndio hivyo? Branham asema, kama mie Branham ningilitaka kwenda mashariki asubuhi ya leo au asubuhi hii, na kwa yote ambayo nimejua ili nibidi kutafuta kitu fulani shambani. Tunasikia vizuri? Kitu shambani kilikuwa wapi? Mashariki. Tuko tunaelewa? Na kwa yote ambayo nimejua ili nibidi kutafuta kitu fulani shambani, na kilikuwa moja kwa moja mashariki. Ndio kwenye kulikuwa hicho asubuhi anaamka anaelekea wapi? Mashariki. Ndio kwenye kuko shamba na ndio kwenye kuko kitu kenye anaenda tafuta kule. Sasa nabii anasema hivi, mtu fulani akasema, ndugu Branham, hii ni mashariki. Anamuonyesha njia nyingine. Nabii anasema hivi, ni mashariki kwa kuwezekana, lakini ni kaskazini mashariki. Unaona kwenye anaonyesha hapa, anaenda huku, mtu mwingine anakuja kusema hapana, ndugu Branham, mashariki ni hapa. Branham anasema ni sawa, ni mashariki, inataka fanana mashariki, lakini ni kati ya mashariki na kaskazini. Tunasikia vizuri? Huyu naye anakuja kumwambia huko eti hapana, sio kule. Mwingine anasema hapa, mtu fulani akasema,
Ndugu Branham, hii ni mashariki kwa kuwezekana, lakini ni kaskazini mashariki. Ningepita kitu kile nilichokuwa nikitafuta. Na Biblia inasema ungekikosa. Tunasikia vizuri? Ungekikosa kwa sababu sehemu ambayo kilipo sio kwenye wewe umeelekea. Na Biblia inasema ningepita kitu kile nilichokuwa nikitafuta, ningerudi nikijua nilikosea. Na kama mtu fulani alisema, mwingine huyo, ndugu Branham, nenda upande huu, mkono wako wa kulia. Sasa huko kwa uwezekano ni mashariki pia, yawezekana ni mashariki pia, bali ni kusini mashariki, ndio mkono wa kulia. Si Branham, si maskani ilikuwa hivi, huku si ndio mkono wa kulia, huku kushoto, huku si ndio kuko este side, si ndio huku este si ni huku na kusini si huku. Sasa hapa ndo kuko njia kwenye anaelekezwa kwenye mkono wa kulia. Branham anasema yawezekana ikawa mashariki, lakini ni kati ya mashariki na nini na kusini. Nabii anasema bali ni kusini mashariki, ningepoteza kitu nilichokuwa nikitafuta, kwa sababu nimepita mipaka ya njia kamilifu ya moja kwa moja. Nasikia ile njia ya moja kwa moja kuelekea mashariki, yeye hakuipitia. Tuseme kwa maneno mengine, amepiga shortcut. Sasa kwa kupiga shortcut inamsababisha kukosa kitu ambacho alikuwa anataka aenda akichukue wapi? Shambani. Tunasikia vizuri? Yaani sehemu ambapo angekuta kile kitu ambacho ameamkia asubuhi, hajakikuta kwa sababu ameenda njia. Hata kama alifika kwenye sehemu ya shamba, hakufika pale pale kwenye kuna kile kitu ambacho kiko wapi? Shambani. Kimewekwa sehemu maalum. Lakini yeye amefika sehemu ya shamba ambapo sio pale kwenye kuna kile kitu ambacho anaenda chukua. Tunasikia? Kwa mfano, natoa mfano wa kuleta mapackage. Sawa? Kwa mfano, kuliko kuja kuweka hapo kwa mlango, sawa? Anaenda weka muintervale ya hiyo nyumba na hii yetu hapa. Tasema aliweka kwa nyumba yetu. Si lakini si iko katikati. Ni sehemu ya kwetu na sehemu ya Lakini sasa kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa yeye, haikuwa anatakiwa alete package yote moja kwa moja hadi kumla, ili na mimi nikitoka nikute wapi. Lakini kwa sababu haiko pale kumlango, naanza itafuta kwenye sehemu nyingi. Sasa nabii anasema hivi, yawezekana ikawa ni kweli ni sehemu ambayo ni ya mashariki, lakini kwa kukipata kuhalisia, singetakiwa niende kwenye njia nyingine tofauti na ile ya moja kwa moja na kukuta kitu changu kiko pale. Ndio hapa nabii anasema ningepoteza kitu nilichokuwa nikitafuta, kwa sababu nimepita mipaka ya njia kamilifu na ya moja kwa moja. Sawa? Sasa nabii anasema huo mfano alipoutoa, ndo akaja sasa kwenye ndoa na talaka, akasema hivi, sasa kama hivyo ni kweli, tuna itikadi mbili kulingana zile wazo zenye alizitoa hapa, na ndivyo ilivyo hata watu wanavyofikiria kuhusu ndoa na talaka. Kuko watu ambao wana hizi wazo hizi mbili. Sasa mzile wazo za ndoa na talaka ambazo wanafundisha watu, ndio hii nabii anaanza toa moja, akasema hivi, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka, nazo ndivyo ilivyo. Ziko hizi, mojawapo husema, mzile mbili, ya kwanza inasema hivi, ya kwamba mwanamume anaweza kuoa mara moja tu isipokuwa mkewe amekufa. Tunasikia vizuri? Yaani kwa maneno mengine, kama mie hivi, sipaswi kuoa tena mwanamke mwingine hadi pale mke wangu atakapokufa. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa? Ndo wazo ya wamoja hiyo. Mzee itikadi hizi wanaamini kwamba frere, ili wewe kuoa mwanamke mwingine hadi dada ndo unakuwa huru kuoa mwingine. Branham sasa akasema hivi, ukienda mwiyo wazo hiyo, ukisha mwiyo wazo weye,
utakuwa sawa vile hawa watu wenye wanasema kwamba ni mashariki na kaskazini, ama ni kusini na mashariki. Ina maana ni sehemu ya kweli, lakini sio kweli halisia. Na ndio maana Branham alisema zote hizi njia zimefanya nini? Zimekosea, kwa sababu hazikumuelekeza kwa usahihi ili afikie kuchukua kitu chake wapi? Shambani. Tunasikia vizuri? Wamoja hao ndio wanasema mwanamume anaweza kuoa mara moja tu, isipokuwa mkewe amekufa. Mke wake, si ndio ilisema Wakorintho wa kwanza sura ya 7? Sawa? Unaelewa? Sawa. Unaendelea? Ndio pointi ya kwanza hii. Kuoa mara moja tu, isipokuwa mume au amefanya nini? Amekufa. Agano. Mke awe amekufa. Itikadi ya kwanza hii. Nabii anasema hivi. Mwanamume anaweza kuoa mara moja tu, isipokuwa mkewe amekufa. Na hilo ni moja ya hayo maswali. Nasikia? Lakini ukiifuata hiyo utakosa kiasi. Ukifuata hii njia unakosea. Swali deja kuisha kuwa swali. Mtu anakoseaje na wakati ndo andiko ilisema? Tunasikia vizuri. Na hilo ni moja ya hayo maswali, lakini ukiifuata hiyo utakosa kiasi. Na alafu nyingine iusema, nyingine ya pili sasa. Ya pili inasemaje? Nyingine ya pili inasema hivi. Lo, kama mke au mume mmoja wao amezini, mmoja wao anaweza kuachwa na afunge ndoa tena. Kufunga ndoa tena baada ya uzini? Kufunga ndoa tena baada ya nini? Baada ya uzinzi. Wazo la pili yaani wewe ukinishika nimeanguka na mwanamke mwingine kule, ndoa inai? Alafu tena ninafaa nini? Naoa mwingine? Ama wewe unaolewa na mwingine? Kwa sababu mimi sikuwa mwaminifu kwa nazi. Alafu nyingine usema, lo, kama mke au mume mmoja wao amezini, mmoja wao anaweza kuachwa na afunge ndoa tena. Unasikia huko Kufunga ndoa baada ya kufunga ndoa tena. Kwa niandike hapa. Kufunga ndoa tena baada ya uzinzi. Kufunga ndoa tena baada ya uzinzi. Branham anasema hivi. Unajikuta umekosa kiasi kwa jambo hili. Hii nayo niko sawa. Branham anarudilia tena ile wazo yake ya mashariki. Nabii anasema hivi. Kwa hiyo unaona, si kusini mashariki wala kaskazini mashariki. Tunataka moja kwa moja mashariki. Unasikia huko Kwa hiyo ukweli uliopo kati ya hizi pointi mbili sio kuoa mara moja tu isipokuwa mke amekufa, wala sio kufunga ndoa tena baada ya kushikwa uzinzi. Sawa? Tunatakiwa twende katikati sasa. Ukweli ni upi sasa kati ya hizi wazo mbili? Ukweli uko wapi? Sawa? Kwa sababu zote zinaonekana kwamba niko. Tunasikia vizuri?
Unaona hii deja inaanza kosoa neno la wakati wa Musa. Haoni kama inakosoa? Hii si ndio ya Musa hii? Hii ya pili, kufunga ndoa. Si alisema mwanaume akiona kosa mule mnyumba ya mwanamke, kama anaishi vibaya na ana uovu, amfukuze na aoe mwingi, na yule mwenye alifukuzwa aende aolewe na mwingi. Tunaona nabii tayari kwa leo, kwa wakati wa leo haina kazi, kwa wakati wa leo ni kosa. Ndio maana Mungu aligawa neno kwa kila kizazi. Ukichanganya utavuruga watu. Hivi hapo sasa, wale ambao hawajui Biblia watakwambia tayari Biblia inafaa nini? Inajipinga. Hapana, haikujipinga. Hii iliruhusiwa kipindi ya Musa. Neno la wakati wao lilikuwa linaruhusu mtu akiona maovu ya mke wake na aoe mwingine. Iliruhusiwa kwa wakati wao. Ndio maana Mafarisayo walimuuliza Yesu, mbona Musa aliandika, alisema kwamba tuandikie wake zetu hati ya nini? Ya talaka. Wewe leo unasema eti kwamba hakuna wa kutenganisha, na Musa aliruhusu. Akasema kwa ile aliruhusu kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo yenu. Lakini tangu mwanzo haikukuwa hivyo. Nami nawaambieni, ukienda sasa ile sura ya 9 sasa ya Mathayo 19. Sura yake ya 9 sasa mimi nawaambieni hivi, mtu yeyote akimwacha mkewe, isipokuwa kwa habari ya nini? Ya uasherati. Unaona sasa, umilie de la route ndo katikati sasa ya ukweli, kati ya hizi pointi mbili, katikati. Tunasikia vizuri? Fuata hapa vizuri, usikie ufunuo. Yaani katikati, au milieu de la route, sawa? Ni ile ambayo Yesu alisema sasa hapa. Sikia sasa Mathayo 19, sikia sasa yenye Yesu alisema sasa, nami nawaambieni. Sikia sasa 9 inasema hivi. Tunaanza kwanza hapa 8. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu. Tunasikia vizuri? Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Je, wakati Hawa alianguka alifukuza nani? Wakati Hawa alipoanguka Adamu alimfukuza? Lakini kufika kwa Musa akiwa na maovu, mme afanye nini? Amfukuze. Si ndio Musa alisema kwenye Kumbukumbu la Torati sura 24? Nani? Salienda kinyume ya neno, walikuwa wajaruhusiwa. Unafikiri nani mwalianza kuanguka? Si Eva ndo alianza kuanguka, kukubali ushawishi wa shetani. Si nabii alituambia hapa uzao wa nyoka. Eva alianza hoji neno la nani? Na shetani munini? Mumawazo. Kisha ndo akaenda danganya nani? Adamu. Si ndo alimpelekea akamwambia tunda hili? Si ndo maandiko inasema? Mwanamke alipoona ile tunda ni jema na kutamanika na nini, akampelekea na nani? Na mume wake. Si ndo maandiko inasema? Sikii. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambieni ninyi. Sikia sasa. Ndio milieu de la route sasa hii. Umilie, ukweli sasa uko katikati. Uishavunja haya yote. Sio kuoa mara moja tu hadi mke wako atakapokufa, au kufunga ndoa tena baada ya buzinzi. Hivi vyote Yesu alibare. Akasema buzinzi sio uvu tena. Tunasikia vizuri? Akatoa sasa ukweli wa jambo hili. Wa haya mambo haya mawazo mawili sasa. Akasema hivi, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe
Unasikia? Neno la wakati wake sasa anasema, nawaambieni hivi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini. Tunasikia vizuri? Musa alisema kule wa yule atakayemwoa yule anazini. Ulisikia hapo kwenye Kumbukumbu la Torati? Alisema Musa, lakini Yesu akasema sasa la yule mwenye ataacha mke wake isipokuwa kwa uasherati na akaoa mwingine anazini. Tuko pamoja? Nirudilie au mabado? Sasa nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, naye amwoaye yule aliyeachwa azini. Na wakati tulisoma Kumbukumbu la Torati, yule mke mwenye alifukuzwa akiolewa na mwingine, sawa, banaishi pamoja. Lakini wewe ambaye ulifukuza mara ya kwanza na yule mume wake wa sasa, kama akifa, wewe ambaye ulifukuza wa kwanza haupaswi kumrudilia yule mke wako mwenye ulifukuza, hata kama aisha kufa. Yesu sasa akaja kusema kwamba hivi vyote tuna bahari kwa wakati ule. Sasa kwa wakati wa leo hivi vyote havinakaa ukweli huko yaani mwanaume aowi mara moja tu isipokuwa mke wake afanye nini? Afe. Hapana. Kwa sababu gani? Huko hii swala hapa, huko hii circumstance iko hapa. Na tena kufunga ndoa tena na mke baada ya uzinzi haipo. Sawa? Haipo. Kwa sababu hii iko yaani yenye taruhusu wewe frere kuoa mke mwingine ni hii ya uasherati. Sawa? Tunaelewa? Nabii anasema hivi, unajikuta umekosa kiasi kwa jambo hilo. Kwa hiyo unaona, si kusini mashariki wala kaskazini mashariki, tunataka moja kwa moja mashariki. Utaishiwa na maandiko unapokwenda upande huu, utaishiwa na maandiko unapokwenda upande ule. Nasikia ukienda hizi pande mbili utakosa maandiko ya kukwapwie. Tunasikia vizuri? Tunataka kujua mahali maandiko yanakutana na maandiko na kujua ulipo ukweli. Kila mmoja huchukua njia tofauti na kushindwa kuleta jibu lililo sahihi, lakini hata hivyo lazima liwepo jibu. Branham anasema lazima kuwe jibu. Sawa? Tunaenda aya ya 80. Aya ya 80. Huu ujumbe tu na talaka. Sisi tunaruka kwa sababu tushajifunza hivi. Nabii anasema hivi. Tena narudilia hapa. Pia tunayo mawazo mawili kuhusu hii ndoa na talaka. Ndio yenye alitaja hapa. Sasa kwa kuwa Bwana wetu ametufungulia siri ya zile muhuri 7 ya neno lake katika siku hizi za mwisho. Siri ya ndoa ilifunuliwa munini? Mihuri 7. Sasa wengi wenu ili laweza liwe la Kiyunani kwenu, lakini kanisa langu linaelewa. Nabii anasema kwa watu wengine labda msielewe kila ambacho ninachokisema. Nipongelea kama tukishapata ufunuo wa zile siri
zile siri za ndoa na talaka kupitia ufunuo wa mihuri 7. Wengine wa nje hawataelewa kama mihuri 7 ni nini, lakini wa nyumbani wanaelewa ni kitu gani. Lakini kanisa langu linaelewa. Kwa kitu gani? Nanyi mmesikia kuhusu yale maono na mambo yaliyotukia, na swali hilo ni swali la Biblia. Tumekaribishwa hapa kuamini lazima kuwepo na jibu la kweli kwa siri yote nzima iliyofichwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Siri ya nini ilikuwa imefichwa? Siri ya ndoa na talaka tangu misingi ya ulimwengu haijawe inafunuliwa leo. Na Biblia utabiri na kusema kwamba katika siku hii siri hizi zingefunguliwa. Ufunuo 10. Na malaika wa 7 atakapopiga baragumu, mjumbe wa Laodikia, siri za Mungu zingefunuliwa. Na huu ndio wakati wa mwisho ambao ni Laodikia. Kwa hiyo hakuna confusion tena kuhusu ndoa na talaka. Jibu imeshaonekana. Kwa watumie themanini na nane. Biblia anasema hivi 88-89, Mungu alitupa tiba na njia ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Mungu alitupa nini? Tiba. Tiba ya ndoa ni nini? Si ni neno? Mungu alitupa neno ya kujua namna gani ya kuishi mnyumba. Lakini sasa leo wanadamu wanakuwa na vyao ambavyo wanafabrike. Lakini mwanadamu hatakubali tiba ya Mungu. Hawatakubali neno lake juu yake. Si ndio tiba hiyo? Yesu amesema jambo hilo. Na hili linatukumbusha sisi kuhusu maneno yake, tukijua ya kwamba yeye alisema mbingu na nchi zitashindwa, zitapita, bali langu alitapita. Swali, jibu la kweli ambalo Yesu anatutaka tulirejee, jibu la kweli ambalo Yesu anatuambia turudilie ni aje? Ni kurejea hapo mwanzo. 1+1, moja kuongeza moja gale. Tunasikia vizuri? Hiyo ndio jibu yote. Tunasikia vizuri, lakini hiyo ndio jibu, kurudia mwanzoni. Mme mmoja na mke Yesu anatutaka tulirejee, na ni kurejea hapo mwanzo. Basi hiyo ingekuwa katika kitabu cha Mwanzo, sababu neno mwanzo ni sura ya mbegu kwa kila swali katika Biblia. Na siku zote ya kubidi urejee kwenye mbegu, kuona ni mbegu ya aina gani iliyomo shambani, kuona mazao yako yatakuwa nini. Sasa ni mbegu gani imepandwa? Kitabu cha Mwanzo, kwa kuwa ndicho sura ya mbegu, tungerejea katika Mwanzo. Yesu anatupeleka kwenye andiko hilo, hapo mwanzo ilikuwa hivyo. Ndio maana yake. Sasa kumbuka, hapo ndipo wakati ulipoanza kwanza. Hapo ndipo wakati ulipoanza kuanza. Kabla ya hapo ilikuwa umilele. Branamu anaanza chora. Tuko pamoja? Kabla ya mwanzo kulikuwa agano maradufu mara mbili.
Branham anachora ubao hapa. Sheru ufate huko. Ashe tunachora. Branham anasema kabla ya mwanzo ulikuwa umilele, eternite. Kabla ya mwanzo moja, leo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kabla ile Mungu hajaumba, kulikuwa nini? Umilele. Kulikuwa umilele. Kabla ya hapo ilikuwa umilele. Sasa swali letu hapo lilikuwa, angalia, kama tukirejea mwanzoni, kama Yesu alisema rejeeni pale mwanzoni 90 hapa 91, palikuwa na jozi moja tu ya chochote duniani. Sawa? Yaani anasema hivi hapa mwanzoni, si ndio mwanzo hapa? Baada ya umilele ni mwanzo. Anasema hivi kulikuwa pere, ndio hiyo jozi. Pere. Sijui kama ni hivi. Yaani viwili viwili. Viwili viwili, mme na mke. Sawa? Sikia. Ngoja tutaweka Adamu na Hawa. Ndio mwanzo hii. Adamu na Hawa. Ni mwanzo ngapi hii? Mwanzo moja. Sawa? Mwanzo moja hii. Ndio kwa Adamu na Hawa walitokea. Rejeeni pale mwanzoni. Palikuwepo na jozi moja tu ya chochote duniani. Palikuwa na Adamu mmoja, Hawa mmoja. Waliunganishwa na Mungu peke yake. Ndio mwenye aliunga ndoa, aliwafungisha ndoa. Farasi jike mmoja, dume mmoja. Kasuku jike mmoja, wa kiume mmoja. Hapo mwanzoni, kama yeye alivyotuambia turejee kule nyuma, palikuwepo na jozi moja tu ya chochote. Hiyo ni kweli? Kusanyiko inasema amina. Basi tunaona sasa kwamba kila kitu hapo mwanzo kilikuwa kikienda kama kanuni timilifu na upatano na Mungu. Hakuna kitu kilichokuwa nje ya mpangilio. Kila kitu mbinguni bado kiko katika utaratibu. Nyota zote, jamii ya nyota, mfumo wa jua, kila kitu kiko katika utaratibu mkamilifu. Moja yao ikisogea itakatiza mpango wote. Sawa? Sikia sasa. Sasa sikilizeni. Mnaona? Nonantrua. Moja uharibu mpango wote. Sasa wakati wanadamu walipokuwa wakiendelea pamoja na Mungu, hapa alikuwa anataka kuongelea ile nyota ikitaka kuhama, ikiharibisha nafasi, ikitoka nafasi yake, mfumo wote wa sayari ya nyota unafanya nini? Unaharibika. Tunasikia vizuri? Nyota moja ikitoka sehemu yake inaenda sehemu nyingine, mfumo wote unakuwa unaharibika. Na ndio gisi walifanya wapi? Mshamba la Eden. Mwanadamu alipoasi neno, akatoka position, akatoka sehemu ambayo Mungu alimuweka, na mambo yote akafanya nini? Yakaharibika. Ile laana ilipoingia mshamba la Eden, ikaenda hadi kwa wanani na kwa wanyama. Tunasikia vizuri? Si ni roho. Ikawa inaonekana sasa imbwa ina wake wengi, mbuzi hivyo na hivyo. Tuko pamoja? Sasa sikilizeni, mnaona? Katizo moja uharibu mpango wote. Sasa wakati mwanadamu walipokuwa wakiendelea pamoja na Mungu, wakiwa ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, mwanamke huyu alitenda dhambi. Unasikia mwenye alifanya dhambi? Mwanamke alitenda dhambi, na jambo hilo likaondoa mpango wote wa duniani katika mwendeleo wa Mungu. Kwa hiyo neno moja likiongezwa kwenye kitabu hiki au neno moja likiondolewa kwake, umtupilia mbali Mkristo kutoka kwenye mwendeleo moja kwa moja na Mungu. Tunasikia nabii anavyosema, tukipunguza huu ujumbe na kuongeza, Mkristo anafanya nini? Anatupiliwa. Mungu anakuacha. Ndio angalia.
Tuko tunasikia vizuri. Mungu anafanya nini? Anakutupilia mbali, hajali na wewe. Na huku utaendelea kuhubiri. Ndio tunawaona leo wafrere leo. Oh, kwa wanawake wengi ni sawa. Hivi na vile. Wanafikiri kwamba ndio Mungu iko pamoja na wewe. Frère Branham est venu pour restaurer le mariage et divorce. Ali restaurer wapi? Yeye ni vya Branham. Hii ndio talaka ni ya Branham. Ni yake. Branham alisema hii ilikuwa inafichwa kabla misingi ya fani, kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Siri ya ndoa talaka Mungu alikuwa anaificha. Kwa neema ndo akaja kuifunua kwa wakati wa mwisho. Kupitia Ufunuo 10. Si ndio alisema hapo? Ilikuwa ya Branham. Na bia isema ukiongeza kwenye hili neno hili wala kupunguza, Mungu anakutupilia mbali, hauko wake tena. Na Branham akasema hili ujumbe mwingine, ufasiri neno la Mungu la huyo mjumbe ambaye amepewa, mmetumwa kwenu, na kulishakii. Ni utengano mkamilifu na nani? Na Mungu. Utengano wa milele na Mungu. Wengi wako nasimama hapa tayari washajitenga. Washatengwa na Mungu. Washatupiliwa mbali na Mungu. Ndio Nabii anasema hapa. Neno moja likiondolewa kwake, umtupilia mbali Mkristo kutoka mwendeleo moja kwa moja na Mungu. Ulitupilia mbali kanisa kutoka mwendeleo pamoja na Mungu. Na kanisa huko nasoma. Sio tu muamini au Mkristo, na kanisa lote mkifundishwa maneno ambayo haiko sawa na nabii. Tuko tunasikia Branham vizuri. Utupilia mbali kanisa kutoka mwendeleo pamoja na Mungu. Kanisa likiwa linaongeza venye Branham hakusema na kupunguza. Neno inakuwa makali namna gani frere? Punguza kwanza. Ile kupunguza mkanisa. Mungu anawatupilia mbali. Kanisa lote mzima. Kanisa lote? Watu wafai miza sasa. Utupilia jamaa mbali na mwendeleo pamoja na kufamilia. Familia ya Kikristo mkikanyaga neno, nye bote na watoto bote wenye mnazala bote mtaenda kuzimu. Haiko mimi Branham. Nye bote anawafukuza, anawarejete, anawatupilia mbali. Tunasikia nabii. Haiko mimi na nukuu nabii. Kuongeza wala kupunguza neno la mjumbe huyu. Kulifasiri vibaya. Kuanzia kwa mchungaji. Mchungaji ni Mkristo. Kuanzia kukanisa na kufamilia. Mkikataa, mkiongeza, mkipunguza venye mjumbe alinena kwa wakati wa leo, Mungu hawajui. Utupilia jamaa mbali na mwendeleo pamoja na Mungu. Kila muamini anaweza kutupiliwa mbali kwa kutokubali kila neno la Mungu. Unasikia nabii? Kila muamini anaweza akatupiliwa mbali na nani? Na Mungu. Kwa kutokufanya nini? Kwa kutokukubali kila neno la Mungu. Tunasikia vizuri? Nabii anasema hivi. Naam, mwanamke ndiye aliyesababisha farakano la ile nyumba nzuri. Kwa tunasikia si kerubi si kerubi aliyangaisha dunia. Adamu si aliyefarakanisha ile nyumba. Si kitu kingine ambacho kilifarakanisha yale makao na kuondoa kitu hicho chote katika mwendeleo, bali ni mwanamke Hawa. Nasinzia bado. Na ni hapa ambapo ule mwanzo
Tunasikia? Na ni hapa ambapo ule mwanzo ulifanya nini? Ambapo nabii anasema hivi, na ni hapa ambapo ule mwanzo ambao Yesu alinena habari zake ulipovunjwa. Hapa tunasikia vizuri, si ndio? Mwanzo hapa ilienda hadi Mwanzo hadi 3, si ndio? Kwa kulikuwa maanguko kufika Mwanzo 3 sura ya 3, si ndio? Kulianza maanguko. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliofanya Bwana Mungu aliokuwa wapi? Kondeni. Akamwambia mwanamke, hivi ndivyo Mungu alivyosema. Wapi? Mwanzo sura ya 3. Yesu aliposema nabii ambao Yesu alinena habari zake ulipovunjwa. Yesu alisema hapo mwanzo Mungu aliumba cha kiume kimoja, cha kike kimoja, si ndio? Alisema, je, mkukumbuka kwamba alichokiumba Mungu aliumba mume na mwanamke? Ndio maana nilikuwa kuuliza, ulikuwa unanicheka. Yesu alisema hapo mwanzo Mungu aliumba cha kiume kimoja, cha kike kimoja, cha kila aina. Na sasa mwanamke huyu si farasi jike, si mbwa jike, bali mwanamke alivunja mwendeleo wote wa utendaji wa Mungu duniani na kutupilia kila kitu mautini. Mwanamke, sio mwanamume, alivunja lile agano. Sio mwanamume aliyevunja lile agano. Alivunja agano kwa sababu gani? Nani? Mwanamke huyu alivuka mipaka ya neno la Mungu. Sasa kama yeye alivunja agano lake na mumewe, alivunja agano lake na Mungu. Basi kwa sababu alivunja agano na Mungu, alivunja na mumewe. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Na wakati mlipovunja ahadi yenu na agano lenu kwa neno la Mungu, hilo ndilo lililosababisha washiriki wengi haramu kanisa. Nabii anasema, ngoja nirudilie vizuri. Na wakati mlipovunja ahadi yenu na agano lenu kwa neno la Mungu, hilo ndilo lililosababisha washiriki wengi haramu wa kanisa. Tunasikia vizuri? Tuna waamini wengi mkanisa hivi hara. Huko makanisa mengine ya ujumbe ni hara, kwa sababu limevunja nini? Agano la Mungu. Limevunja agano la neno. Linajaza waamini hivi haramu. Haiko mimi, ni Branham. Ndilo lililosababisha washiriki wengi haramu wa kanisa, kwa sababu kundi la watu lilikusanyika pamoja likasema, vema, hilo alikumaanisha hivyo. Sio kisi wanasema leo hilo alikumaanisha hivyo. Frère Branham n'a pas voulu parler comme ça. Frère Branham voulait parler ceci. Nalo utupa madhehebu yote nje na ya mwendeleo pamoja na neno. Hatuamini hilo. Nasikia huko Daktari Jones alisema haikuwa hivi, lakini maadamu Mungu amesema ndivyo ilivyo, yeye alisema neno la kila mtu liwe uongo na langu kweli. Hapo uvunja mwendeleo. Hivi tuko tunaenda tunaingia ili tufikie kwenye gisi lifika ile agano. Sasa tunaona kwa kuwa mwendeleo umevunjwa, basi kwamba ya uhai basi kamba ya uhai ilikatika, pia kamba ya wakati ilikatika, agano likavunjika. Agano lilivunjika kwa sababu gani? Sinakuuliza. Haufati? Si niko nauliza sasa, agano lilivunjika na nini? Haujui? Au ushachoka tufunge? Sasa mimi nauliza.
Wewe uko naangalia simu tu au waelewi kisi tunavyosoma? Agano la kwanza ambalo lilivunjika ni la Mwanzo sura ya 3. Hapo ndo agano la kwanza ambalo lilikuwa hapa MPCA likavunjwa hapa kupitia Mwanzo sura ya 3. Ndo agano la kwanza lilipovunjikia pale. Ndo hapo kukaingia sasa mwanaume mmoja wa nyama, unakuta dume moja ya mnyama anakuwa na jike wengi. Sasa tunaona kwa kuwa mwendeleo umevunjwa, basi kamba ya uhai ilikatika, pia kamba ya wakati ilikatika, agano likavunjika, kila kitu kikavunjwa. Nini kilisababisha jambo hilo? Mwanamke. Huyo ndiye aliyevunja agano. Sasa kama unataka kusoma hayo, unaweza kuyasoma Mwanzo sura ya 3. Sasa hapo ndipo basi mwanamume alifanywa kumtawala mwanamke kwa neno la Mungu. Hakuwa tena sawa naye, alikuwa sawa na mumewe, alikuwa sawa na mwanamume katika yale maumbile, unajua. Lakini wakati alipovunja neno la Mungu, Mungu alimfanya mwanamume amtawale. Mwanzo sura ya 3:16. Kama unataka kuliandika, hakuwa tena sawa na mwanamume, alikuwa mvunjaji wa neno. Tuko pamoja? Na Bwana abariki hayo machache. Tunaishia 97, tutakuja kuendelea. Ndio, ndio zimishe pa. Tunamaliza, tusimame tuombe.